Kwanza nataka nichukue nafasi first of all just to thank all of you for coming for this presser, because this is my first official presser that I'm giving, and I've not gone for the mainstream media, but I've gone for the Gen Z media, because hii ndio inapeperusha kupeperusha. Sasa hii hata hii ndio inashinda hata mainstream media, kwa sababu sasa nyinyi ndio mko na following kubwa sana. Now I have the following to say. First of all is to condemn whatever happened, and I have this one to say. And this the reason why I'm saying this is because Peter Salasya should not be treated like as somebody who is a very useless person. I'm an equal person and who has a very big following in this country. Right now, I'm known across this country, and I can be treated like among the top 10 politicians who are very powerful in this country who can call shots. Peter Salasya is among them. And I want to say this in regard to what happened. And I want to remind the people, more so those goons of ODM who fought me, because I remember that day I went there to watch football. I didn't anticipate that there's going to be fights left, right. But I knew that football brings Kenyans together, and we were there. And they chased me, and when they chased me, I was surprised that they were beaten, because they chased a blessing and left behind maybe the bad omens behind. Anyway, let's continue now. Uhuru called Raila Kihi. Raila supporters or Luos did not beat him. Instead, it led to handshake. Number two, Raila called Uhuru Mlevi wa Bangi. Uhuru supporters or Kikuyu people did not beat Raila. Instead, it led to my brother. Ruto called Raila Muganga, Mchawi, Vitendawili. Raila supporters and Luos did not beat Ruto. Instead, it led to bread-based government. Raila called Ruto Mwizi, Muaji, land grabber, most corrupt person in Africa, but Ruto supporters did not beat Raila. Instead, we have my senior brother. Raila is a statesman and can only lead all Africa as AUC chairman. Salasya just called Raila conman and lying to Luya Nation for his stomach on TikTok, and is being hunted down like a rat and beaten by Raila supporters when going to watch an international match between Kenya versus another African nation, Gabon. Raila said many things to Kibaki. We know how it ended. Gachagua said many bad things to Uhuru, and we all know now that what is happening in the backyard. Ruto said many things to Uhuru, including lazy, dynasty, etc., Serelak, and we know how they ended after Hague. Why did this beating start way back, so that we know that the norm? So the one for PK Salasya has become the most gross to Luos and Raila supporters to warrant beating and embarrassing ourselves in front of visitors. Raila supporters and goons beating Salasya because Salasya has said Raila time is over, and he has been cheating Luya people for his stomach is being equal to the young men and women abducted when they put people in coffins. Were it that Raila could have been president of Kenya, he could do worse than abduction. Political intolerance must stop. Thank you. Now Mhesh, niko na swali. I would like to know how it started pale Nyayo. Kuliendaje juu kuna watu ambao wanasema wewe ulianzisha vita, sijui ulianza kutusiana. Now let's hear from you because you are there, you know what happened. First, mimi nilienda that day, mimi nilikuwa peke yangu. I was just along with my friend, just a small guy called Jemo, rafiki yangu sana, with my driver. So tukaenda pale, sisi tukaingia. Wakati kuingia pale sikuwa na chochote, nilikuwa nimevaa sports, so I didn't carry anything. So wakati nilikuja, watu walianza tu kuniwarn kwa entrance, na watu walaka wanaonion walikuwa wamejipanga, na wale walikuwa na zile jackets zimeitwa FKF, wameandika FKF stewards, na it's like hao ndio walikuwa wamefanya ni kama ni at stewards, ni wale watu wa kupatiana direction, but ila hali wao ndio watu ambao walikuwa wamejiweka ndio wani direct wanipeleke wenye goons walikuwa. Sasa hawa jamaa wananipeleka, alafu something so funny, wale ambao nilianza nao ndio wale ambao walinifikisha huko, ndio walinitoa mbio na wakanipiga, na wengine sasa wakajoin pale. So it was a planned thing.
Now, maybe two questions from me. Number one, how bad was it? And number two, kuna videos of course umekuwa ukipost kwenye Instagram and a lot of people wamekuwa wakiosema, oh, umelipa watu. Maybe you can also address that. Mimi Peter Salasya, watu wanapenda mimi Kenya yote. Na unajua kitu ambayo imeelicit kama Luhya people is because people who attacked me, they were the same, yani walikuwa wanaongea the same accent moja, wakijua accent. Kuna accent ya Wakikuyu, kuna accent ya Waluhya, kuna accent ya Wajaluo. Sasa ndio watu wangu wakasema, hapana, mbona mnataka kutupigia, mnataka kutuulia mtoto wetu? Sasa ndio unaona kila mtu anatoa pale, hata sasa wengine pia wamejoin. Sasa huwezi lipa zaidi ya watu 1,000,000 ambao wamekuwa wakitoa clips, wakikashifu haya maneno. Ni umeona hawa ni my young people. Unaona hawa ni my young people ambao walikuwa wanaongea, kwa sababu sasa saa hii sisi tulikuwa tunataka kwenda kwa kuleta mabadiliko katika nchi yetu ya Kenya. How comes ati ya kwamba sasa wengine wameona sasa wako kwa serikali, sasa wanapiga watu kama sisi wenye tunaambiana ukweli. Na unajua mimi najiuliza, nimeuliza wale watu wa Guns ODM ama wale watu wenye wanaona ya kwamba niliongea vibaya na insult. Kuinsult mtu ni nini? Niliongea tu, wakati alisema tumerudi. Nikasema tumerudi kufanya nini? Umerudi kufanya nini? Kama umeenda Yesu, na wala alikwambia, uliuliza nani? Sasa mimi niulize, hiyo ni matusi. Nikasema conman, political conman. Is political conman because you know his history. He has been in 3 governments consecutively. Alikuwa kwa serikali ya Kibaki, alikuwa kwa serikali ya Uhuru Kenyatta, ako kwa serikali ya Ruto. Sasa political conmanship nikisema nitakuwa nimedanganyia wapi? Sasa nimniambie leo, mimi nataka niulize wale watu wenye wanasema, you know, I don't want to profile any community, but now imeingia vita kati ya Waluhya na Wajaluo, but sitaki kuenda to that extent. But kama that is there, because watu ambao wananitusi sana ni watu wenye wanatoka, okay, si wote lakini majority of them. Sasa mimi nataka tuwaulize watu wa Nyanza, kama ni wale ambao wenye waja confirm bado wangali kwa ile colonization ya mzee, wangali bado. Kweli mimi ni kijana, nikiita Raila mzee ni shida? Si ni mzee, nataka niite Raila kijana, sitakuwa na mtusi. Hiyo ndio nimesema, hiyo ndio maneno ambayo nimetumia. Sasa mimi nataka nikuje kwa ukarimu sana niwaulize, mnataka nikicorrect Raila wenu huyu ama Mungu wenu huyo, nimcorrect kwa njia gani? Nimwambie nitakuwa nasimama chini na piga magoti, alafu namwambia wacha kuchukua kudanganya wa Kenya ama kufanya kama wewe ndio umeshikilia akili zao. That is what we said. Some people feel you did wrong kumuita conman. Are you ready to apologize now? Now, conman, hata mimi ukiniita conman, if I have something to substantiate political conman, am I the first person to talk about political conmanship? Raila nani alisema the Lord of Poverty? Nani Duale? Si alisema the Lord of Poverty? Si alikuwa MP? Mbona hawakupiga Duale? Wanataka kupiga mtoto mdogo mimi Peter Salasya. Na wajui video kingpin ya Waluhya, mimi ndio kusema Waluhya. Na vijana wote hata sasa hivi wanaweza niendorse kuwa the Traore wa Kenya sasa hivi. Alafu wanapiga mimi Peter Salasya. So we as young people, maybe let me come back to your question. You say that I cannot apologize for calling him conmanship because mimi nilikuwa kwa maandamano ya sufuria. Nilikuwa kwa maandamano ya sufuria hapo KICC. Pale nilikuwa kwa maandamano ya KICC na nilikuwa na kinyasa. Walitupiga pale. Wakati tulienda pale na walituita ati ya kwamba tunataka kwenda, and I can remind the Kenyans. Wakati tulienda tukauliza Mheshimiwa Raila kwamba unataka nini, what is the end game? Akasema anataka kwenda kwa mazungumzo na Ruto. Si ndio? Pale tukiwa pale Karen. Sasa wakati pia alienda kwenda kwa maneno ya kusign mambo ya AUC. Mbona angesema kwamba his brother ametuita, amesema ati ya kwamba twende tusign, anataka niende nisimame kiti cha AUC. Alituita kwa sisi wenye tulisimama naye. That is nayo ni kukoni watu kipolitical. Aya, mambo mengine ya pili. Sisi wakati tulikuja hapo maneno ya political conmanship, wakateka advantage ya Gen Z movement, akapeleka expert, akaita watu wake wa ODM experts. Unaelewa? Sasa akaacha sisi watu wa chama chetu cha DAP, Jubilee, na tulikuwa na kwa Azimio tulikuwa na Wiper, akatuweka kwa mataa. Did he ask him anything? Sio ni political conmanship. Sio ni alafu mimi nikasema, anasema hadi sasa consultation
consultation. Na mimi nikasema tu kweli, asha already sign mkataba. Hii ni kudanganya wananchi wa Kenya. Sasa na nikasema hebu ngoja tu. Na hii kumaliza na siku 2 kabla ameenda na anasema nataka kusoma MOU. Sasa mimi nauliza, nikisema hiyo ni political conmanship, hiyo ni shida ama si shida? Na mnanipiga. Mnataka nifanye nini? If it happened today, sababu of course you're a youth, Honorable Raila Odinga akuite labda so that you can talk about everything. Are you ready to? Yes, mimi nitakuja nimwambie kama juzi watu tulikuwa tuna expect aongee mambo ya majority leadership yenye ya court ili announce katika National Assembly, si ndio? Mbona ajai address hiyo maneno, aseme Azimio tunataka tukupatiwe what belongs to us. Sasa which means that is not serious with looking for the leadership. Unaona hiyo maneno? Sasa mimi nataka kupiga chini magoti, kuuliza wale watu ambao walinipiga chini, walinipiga mimi. Wakati nitakuwa kuanzia leo. Kwa sababu we are not stopping at any given point. Because this is the time that people need to know the truth. And no one enjoys the autonomy of Gunism. Sasa mimi nitakuwa napiga chini magoti, alafu napiga hivi, alafu namwambia ukweli, nitakuwa napiga hivi magoti hivi, unaona? Alafu namwambia wewe Raila Amolo Odinga, sikiza venye tunakuambia kwa heshima. Kwa sababu tukisema hivi wanatupiga, lakini lazima sikia ajue pia Wakenya wamechoka. I think that one is okay. Mwisho niulize hivi. For the longest time tunajionga Waluya na Nyanza wanakuwa pamoja. What makes you ukue sure hao wenye walikupiga hiyo time ni ODM goons wenye umesema? First of all walikuwa naongea accent moja, na ulisikia Gaucho na timu yake. Gaucho ni mtu mdogo sana, siwezi ongea hata mambo yake, anataka pia nimuongeleshe. Na huyo MC wa Korokosho na hao wengine. Kwanza MC wa Korokosho alinipiga ngumi hapa. Hey, MC nikikupata tu na siku moja naweza piga wewe, lakini mlikuwa wengi. Mlikuwa wengi hiyo siku. Mkanishika mkanifinya. Hiyo siku nilikuwa na kazi mbili. Nilikuwa na kazi mbili. Kuchunga vitu mbili, lakini niliosema maneno bado. So now coming to your point, ai mazeva na kitu imekuwa mingi bwana, mnaweza haribu kwa kamera zenu kwa kipindi ilikuwa. Twende tusimame pale kwa barada pale alafu